Bwana sifiwe. Haya maji yalitengenezwa ili tuyanywe, uongo kweli? Yanatakiwa yafanye kazi ya kuondoa nini? Kiu. Kama haya maji tunayo na kiu haiondoki, kuna sababu ya kuwa na maji? Hamna, Good. Iko hivi, kama neno letu la mwaka halitupelekei kuleta matokeo ya hilo neno, hatuna sababu ya kuwa na hilo neno. Hapo sasa umenielewa, si ndio? Lakini kama sababu ya Mungu kukuokoa nayo haijulikani, haionekani, na afu usiokolewe nikifikiria hivyo, lazima maisha yangu yawe na matokeo. Sema, nitaishi maisha ya matokeo. Kusudi la kuwepo kwa jambo linatokana na maana ya hilo jambo kuwepo. Feni ipo ili itupepee. Kama haitupepei, hatuna sababu ya kuwa nayo. Ya nini? Uongo kweli? Jua lipo ili litupe nishati, litupe mwanga, litupe joto. Kama haliwezi, halina sababu ya kuwepo. Na wewe upo umeachwa 2026 ili upande viwango. Kama hautapanda viwango, haukuwa na sababu ya kuingia 2026. Ungebaki 25, tukaimba ni agieni, ukaenda. Sema amina hata kama chungu. Hakuna sababu ya kuwepo kwenye mwaka ambao kusudi la Bwana aidha liwe au lisiwe, yote sawa. Silei watu wa aina hiyo, na lea watu ambao wanaliona kusudi, wataliona kusudi la Bwana, watatambua makusudi ya Bwana, wataishi makusudi ya Bwana, wataamini makusudi ya Bwana, watakiri makusudi ya Bwana, na yataleta matokeo kwenye maisha yao. Bwana sifiwe. Hata hiyo amina yenyewe haifanani na mtu anayeliona kusudi. Inafanana na mtu ambaye ni mgeni ndo kafufuka leo, anajiuliza huku duniani kinaendelea nini? Mbona sielewi kinachoendelea, nasikia viwango, nasikia 2026. Maana yake ni kama Nyerere amefufuliwa leo, tangu 99 mpaka leo miaka mingapi? 25, 26, 27. Umri wa mtu mzima kabisa. Amezaa, ameoa, ana na watoto wawili kama alioa mapema. Bwana sifiwe. Ni kama ukimfufua Nyerere leo, atauliza hivi 2026 mnamaanisha nini? Ndio mmefika 2026. Aha. Kwa hiyo kuna mwaka wa viwango, yani atakuwa mpya. Bwana sifiwe. Biblia inasema Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Kuna saa huwa napambana na vita ambavyo nikikusimulia kiwango ninachopambana nacho na namna ninavyokuwa mbishi, hutaamini. Utasema hivi, ya nini? Na mimi kati ya watu nachukia maishani watu wa kugairi. Yaani watu ambao hajui anakoenda, atakakoishia ndio hapo hapo. Mimi siwataki hao watu. Mimi sitaki watu wa kugairi ambaye hajui anakoelekea. Yaani atakapotulia hapo hapo. Mwambie jirani, matokeo lazima. Mwambie na lazima ufike kwenye hatima yako. Jana tulianza tukasema katika mambo ambayo Mungu anatusaidia ni nguvu ya kuona. Nilielezea juzi Jumapili. Jana nikaenda mbele zaidi, tukaombea kiwango cha kuona. Tulisoma Mithali 29:18. Soma hapo, inasemaje? Pasipo maono watu huacha kujizuia. Hata kama umefunga usinitishe na mfungo, wote tumefunga. Soma vizuri. Bali anaheri mtu yule aishikae sheria. Najiuliza sasa, sheria imetoka wapi na maono ni kitu gani? Yakiweko maono yanageuka kuwa sheria yako ya utendaji kazi.
Narudia, najua nimeongea kigumu, ngoja niwatafunie kidogo, mmeze tu. Pasipo maono watu wanafanya nini? Wanashindwa kujizuia. Kwa hiyo yakiweko maono, yanakuwa ni utaratibu wa wao kuweza kujizuia, kwa sababu yatawaelekeza, hii hutafanya kwa sababu ya maono yako, hiki hutakula kwa sababu ya maono yako. Yaani mimi kwa mfano sasa hivi mimi si ugonjwa wote, labda kwamba naumwa labda sijui na nini, labda pressure sijui sukari, sina chochote na sitakuwa nacho katika jina la Yesu, lakini tu nimeanza kupunguza wanga. Yaani mimi saizi kula wali kabisa ule wenyewe portion kama ya Ruben kama Zari. Bwana sifiwe. Wakati mwingine wali nao kula na kuwa sawa na wa Divine. Mimi tutaweka mamboga mengi. Kwa sababu gani? Aina ya maono nilionayo, natakiwa nihubiri injili mpaka nakuwa mzee sana. Sasa nitaendeleaje uzito huu, niendelee kula mawanga mengi afu nizeeke vizuri? Kuna akili humo? Maono yananifanya nifanye nini? Nijizuie. Tuongee ukweli, ubwabwa maharage mzuri jamani. Ubwabwa maharage ukapata na kamboga kingine hivi kamchuzi, kachumvi chumvi, yani ka roast, kanashuka uongo. Na Waswahili tunaweka na ndizi. Inavutia, si ndio? Lakini nakwambia iwe iwavyo, hata wapike vipi, nikiwa na hamu na ubwabwa nitakula upawa mmoja au nusu upawa. Memaliza. Siku ambazo nitakula hivyo ni siku ambazo kwenye mikusanyiko, sina control na kinachoendelea. Na penyewe size yake mboga zitakuwa nyingi, kwa sababu zenyewe haziwezi kuninenepesha. Haziwezi kuleta madhara hayo. Bwana Yesu asifiwe. Nini kinatokea? Naweza kujizuia kwa sababu ya aina ya maono niliyobeba. Aina yako ya matumizi ya pesa yanafanana na maono ulionayo. Wengine unatumbua hela mno kwa sababu maono yenyewe hamna. Ukilipwa hela ya dei inaisha siku ile, hata nauli ya kuendea kazini kesho yake hamna, na umelipwa hela ya dei. Maono. Shida sio zile hela. Hela ya siku hizi haikai, ya zamani ilikuwa inakaa. Alikwambia nani? Hela siku zote haikai, kwa sababu hela iko kwa ajili ya kutumia. Waswahili nasema tumia hela ifanye nini? Ikuzoee. Ishi unatumiaje? Haleluya. Maono yakiwepo yanakupa kujizuia. Yanakupa kujizuia. Utajizuia tu. Leo nimeamka na vidonda vya homa hapa. Nasema kitu gani hiki? Nasikia dalili ya mafua. Nikasema na mfungo huu sifungue. Nitamumunya vidonge vya mafua, lakini kufungua sifungue. Shida ni nini? Maono. Maono yakiwepo unajizuia. Sasa jana tulienda mbele zaidi. Waliokuweko jana tulishazungumza haya yote. Tukafika mbele tukasema hivi, unaona kwa kiwango gani? Kwa sababu nini maana ya maono? Waliokuweko jana tulitoa maana rahisi kabisa. Nini maana ya maono? Picha ya kesho yako. Kirahisi kabisa. Maono ni picha ya kesho yako. Basi. Sasa Mungu hajatuumba tuwe watu ambao hatuoni kesho, yani tupo tu, bora liende. Umeamka, umelala, ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya 4, siku ya 5. Mungu hataki. Kwa lazima uone ili uishi kwa mpango. Sasa tukaishia kwenye unaona kiasi gani? Unaona kiasi gani? Nikawaambia mtu aliyeona miaka 5 ijayo na aliyeona miaka 40 ijayo watapishana kabisa aina ya maamuzi wanayochukua. Kwa sababu wa miaka 40 anajiandaa kwa uzito zaidi, kwa sababu anaelekea mbali zaidi. Yule wa miaka 5 atajiandaa, lakini sio kwa uzito ule. Jamani, amina. Nilikuwa nafuatilia kiwanda kimoja kimeweka kilitengejengwa mkoa wa Pwani, hakukuwa na maji ya kutosha ya kusupply kwenye kile kiwanda. Kwa hiyo ikabidi watoe maji mto Ruvu. Walitumia bilioni 2 kupeleka maji tu. Sio kujenga kiwanda, sio kununua kiwanja cha kiwanda, sio kuajiri wafanyakazi, sio kununua mashine, sio kuleta wafanyakazi kutoka nje, sio kulipa leseni, kuunganisha maji ya kutosha kuhudumia kile kiwanda hapa mkoa wa Pwani. Bilioni 2. Hiyo ni kuunganisha nini? Maji.
Kwa hiyo investment, uwekezaji wa kile kiwanda ni takriban dola milioni 100. Sijui Kiswahili hii ni yani ipige kwa madafu nione. 100 million times 2500 tutufanye. Yani mpaka calculator yangu haitoshe, inabidi nigeuze hivi ndio itaenea. Ni bilioni 250 bilioni. Kwa hiyo kwenye bilioni 250 ukimwambia avute maji kwa bilioni 2, it's okay. Kwa sababu pia hata uwekezaji wenyewe utaleta mamilioni ya nini? Ya dola. Nilikuwa nawafuatilia kile kiwanda nikakuta miaka kama 4 hivi baada ya ule uwekezaji walisharudisha ile hela ya uwekezaji, wanatengeneza tu faida. Lakini bilioni 250, maji yamevutwa kwa bilioni ngapi? Jamani, bilioni unajua ni milioni 1000 Yaani milioni moja ngapi? 1000. Alafu ziwe 250 hizo milioni 1000. Hapo ndio unaelewa sasa. Zinajaa mpaka wapi? Ndio gharama za kuanzisha kile kiwanda. Lakini maji yamevutwa kwa bilioni ngapi? Nimekupa tu mfano mdogo kabisa. Bilioni 2 kuvuta maji. Kwa sababu haya maji ya kawaida yasingewatosha, ilibidi waweke bomba lao kubwa ambayo hayo maji yatawawezesha kuendesha hicho nini? Kiwanda. Kiwango cha maombi sasa nakuja kwako. Kiwango cha maombi unayoomba kinatueleza unakoelekea. Unajua kwa nini sisi tunaomba kila mwezi? Tutakuwa tunaomba yani wiki moja tunaitoa kwa maombi. Wiki 3 tu ndio tunafanya mambo mengine, lakini wiki moja ni ya maombi, wiki moja ni ya kushuhudia, kwa sababu ya kule tunakoelekea. Yaani hakuna namna, lazima tufanye hivyo. Bwana sifiwe. Tena haitoshi, lazima uongeze na ya kwako. Tuna maombi ya WhatsApp, na mwaka huu tena tutakuwa tuna maombi kwenye ibada. Yaani kiisha Sunday school tuna dakika 20 pale za maombi ya moto kwanza, kabla hatujaendelea na tenzi. Alafu ndio tunapiga tenzi dakika 10, tunaendelea na kwaya zingine. Lazima. Hata usiposema amina, maombi yataendelea. Unajua kwa nini? Kwa sababu ya hatima tulizonazo, kwa sababu ya kule tunakoelekea. Wengine watakuja wamefungwa mpaka wasubiri maombi ya baadaye. Kwenye maombezi yale ya awali watafunguliwa hapo, watasikia na neno vizuri. Sio hivi hivi. Na kuna vitu watu wana mamizigo, anatoka nyumbani kavurugwa, mume kamvuruga, watoto wamevuruga, kazi ieleweke. Akija hapa bora apigwe ule msasa wa maombi, anakaa. Sasa ukileta ufunuo unaingia moyoni. Jamani, amina. Kwa sababu amepigika. Pasipo maono watu wacha kujizuia. Yakiweko maono tunajizuia. Huu muda hatutaupoteza. Huu muda tutatumia vizuri. Haleluya. Nimepunguza foleni nyingi sana baada ya kukazana kuweka ibada za rohoni. Kwa sababu kwenye ibada za rohoni wengi wanahudumiwa, wakupona wanapona. Wameniandikia kule kwenye dodoso, anasema kanisa hili ukija unaumwa unapona kabisa. Nimecheka sana. So, yani ukija unaumwa unapona. Hajasema mpaka tuombewe. Akija tu kwenye ibada anaumwa anaondoka akiwa nini? Mzima. Kwa la sivyo foleni pia ya ofisini tusingeiweza wachungaji. Kimaliza ibada huyu ana kesi, mimi hapa, mimi kisigino, mimi tumbo, mimi mgongo. Kwa hiyo unasikiliza huyu, unasikiliza huyu, foleni. Kwa sababu gani? Hawakuhudumiwa kwenye ibada na hataki kwenda nyumbani na mizigo. Sasa kupunguza foleni, tuhudumiwane kwenye ibada, tumpe Roho Mtakatifu muda wa kutosha. Kwa hiyo kwa staili hiyo na kafoleni kamefanya nini? Kamepungua. Jamani, amina. Lakini maswali pia yanapungua. Baadhi ya majibu huwa tunayapata uweponi. Ulikuwa na maswali, ulikuwa njia panda ujue ufanyeje, lakini baada ya kuja uweponi unashangaa unapata amani kwenye wazo fulani. Katika yale mawazo mawili au matatu uliokuwa nayo, unatoka na majibu moja kwa moja. Hapo unahitaji foleni tena? Foleni imeisha.
Kwa hiyo tutajizuia, tutenge muda wa kuja mbele za Roho Mtakatifu kwa sababu ya maono tulionayo. Jamani, amina. Lazima uone, lakini unaona kiasi gani? Tukubaliane, tunapishana kuona. Sasa leo tuende mbele kidogo. Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 3. Huu ni mstari ambao mama mchungaji wenu akiwa mchumba alinihubiria na nikakata shauri, sio ya kuokoka, nikakata shauri ya kukubaliana naye kwenye hayo mahubiri. Alinihubiria Habakuki 2. Hivi unakumbuka? Make Bwana alimsemesha kampa Habakuki 2, nikatandikwa injili Pastor Mlekwa tukiwa bado wachumba. Nitakupa kale kaushuhuda, tusome kwanza. Inasemaje? Habakuki anasema Bwana kafanya nini? Akamjibuje? Uandike nini? Njozi. Uandike. Kiingereza kinasema write the vision. Uyaandike haya maono. Haleluya. Nilikuambia jana, maono hayajashikika, haujayapata bado, ila unaona. Na unatumia nini kuona? Unatumia nini kuona? Nini? Hata Jumapili nimesema, hata jana nimesema, unatumia nini kuona katika roho? Macho ya roho yako wapi? Yashike unionyeshe. Yako wapi? Moyoni. Unatumia moyo. Mungu anautizamishaga moyo wako. Haleluya. Moyo wako ndo Mungu anautizamishaga. Habakuki alitazamishwa. Niliwaambia Jumapili, Mungu alimtazamisha Nuhu safina. Moyoni mwa Nuhu ilikuwemo kwa vipimo. Mungu alimpa na vipimo. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo utaona. Na kipimo urefu wake, ghorofa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mungu fundi. Kwa hiyo Nuhu alikuwa na picha. Hapa tunajenga kwa sababu tuna ile picha. Tayari Mungu ametutizamisha. Hata nikisema tunaongeza, tayari najua pa kuongeza ni huku. Baki huku ndio kwenye ile nyumba. Hapa ndio pale mnapita, vyoo viko hapa. Ile nyumba iko hapa. Kwa hiyo mahali pa kuvuta ni huku. Nilikuwa nawaambia jana Pastor Hansi, itabidi tuweke labda parking ya chini kwa sababu huku ni padogo. Huku ghorofa la chini inawezekana, huku hapawezekani. Labda tuweke parking ya chini hapa, lakini lazima kanisa lifike huku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Yani moyoni tayari lipo. Sikiliza, haya manguzo na utaratibu ulikuwepo moyoni, ndio tukaanza. Ikachorwa tukaanza. Bwana asifiwe. Hatukuwa na kanisa la watoto humu ndani. Alituchorea ramani haina kanisa la watoto. Tumekaa siku hiyo ghafla moyoni kasa hivi, watoto watakuwa nenda nasali wapi? Sasa hizo watoto wanaenda nasali nje kule. Hivi wataendelea kuwa nasali nje? Tutengeneze kanisa la watoto. Nikauliza, kwani huu ukuta mliotuwekea wazege kutoka pale kwenye nguzo makubwa yale ni ukuta wazege kule ambako hatujachimba kule? Kote kule eti palikuwa pabaki na kifusi. Kamuuliza, kwani hatuwezi kuweka hapa likawa kanisa la watoto? Kupima kuna zaidi ya mita 8 upana, urefu zaidi ya mita 20 na kitu. Square mita ngapi hizo? 160. Yaani ni nyumba nzima yani. Bwana asifiwe. Sasa ilikiwa ni ukumbi tu hivi, si pakubwa. Ni kama hapa tena yani. Unapunguza tu kule kidogo. Ni kama hapa tena pa ukubwa wake. Lakini tukapata kanisa la watoto. Kwa lilikuweko moyoni. Sasa hivi nina uhakika kule kuna kanisa la watoto. Hata kama hatujalijenga, mimi najua lipo. Kwa sababu tukifika tutafanya nini? Tutalijenga. Wakati ule tukio tunaabudu mle, tulikuwa tunasema tutachimba hapa. Mnakumbuka? Tutachimba hapa, tutaenda chini mita 1.8. Wananiangalia washirika kama vile nimefufuka siku hiyo. Hawanielewi. Tunachimba hapa. Tunachimba. Tumechimba, hatujachimba. Gorofa linaenda aliendi. Linaenda, lakini tulianza kufanya nini? Kuona. Tulibeba kifusi mpaka tukaleta ibada za matendo. Nimezimisi. Tumaliza kulipa kiwanja zirudi ibada za matendo. Tunazikumbuka Tuko tunakuja na nguo 2 ibadani. Ya ibada na ya kupigia kazi. Ukimaliza ibada unapiga ile ya kupigia kazi. Tumebeba kifusi hapa ndoo kwa ndoo. Ngema zimekatwa hapa. Ndoo kwa ndoo. Unachota na nini
na watoto ukishakuwa kwa mchungaji unachota, wanajaa kwa mchungaji, teenager wote na watoto. Kwa hiyo kwenye kuchota najikuta nachota mara nyingi kuliko wote. Ukimaliza wengine utuishe na kutuisha dui. Mshirika mmoja eti anakaa hivi, wewe ujanywe chini mpaka juu, anambia wewe koma inama. Lakini yote nilikuwa natusumbua. Tulikuwa tunatafuta hii nafasi, tayari moyoni tulikuwa tunaiona hii nafasi ipo. Kwa hiyo hapa kulikuwa kuna udongo, lazima udongo fanye nini? Uondolewe. Bila kuona hautachukua hatua. Mungu akamwambia Habakuki, iandike angels. Alafu akaendelea, ukaifanye ya kificho ficho, kwa kuogopa wachawi watakuloga. Hii njozi ukiipata, yani wewe kumbatia kabisa, omba kimya kimya kwa kunongoneza, kwa sababu watu wakijua maono yako hutafika. Na leo watumishi wengi wanahubiri maono yako yafiche, mtu asiyajue, hautafika. Watu wakiyajua, peleka kule. That's a lesser truth. Maono yaweke wazi sana, tena katika kibao. Tustaniane hapo, yawekwe katika kibao. Mimi niache niwe nasema tu mpaka huko mpaka huko mpaka huko, ndio utaratibu wa Bwana. Usiniambie najivuna. Haleluya. Mchungaji mmoja akaja hapa akatizama, mimi sijamwambia, katizama ramani, akatoka akaangalia huko, akasema akataka kujua. Kabidi nimuelezee, si ameuliza bwana. Kaambia tunaendelea sasa hivi. Nikamwambia sasa hivi kwenye ramani tuko pale, bado kuna hii lote la kuweka. Sawa, kwa ujenzi unaendelea. Kaambia tulisimama kidogo, tunanunua kwanza maeneo. Akasema kidogo kidogo, unajua mambo ya Mungu. Mambo ya nani, hata miaka 20. Angekuwa mtoto, yaani ningemchapa bila kaptura. Ningetoa na kaptura nimchape kwenye ngozi. Sasa ni mtu mzima, miaka 20. How? Yaani baada ya miaka 20 ndio utakuwa tumejenga ile jengo, basi Mungu hatuna. Mimi imani yangu hapo imekataa. Sema maono. Habakuki aliambiwa, na mimi nimeiweka wazi sana, si unaona hiyo? Sikushirikisha hata mzee wa kanisa wala mchungaji. Nilifyatuka nikachukua zile picha, nikatuma Kariakoo, nikamwambia print, nikaweka yale maneno pale, nikamwambia market zilikuwa zina maneno. Nikamwambia weka haya maneno. Akanitumia, nikasema sawa, print. Tuwawekee wao wanaona tunakoelekea. Lakini zimesaidia saizi eti. Naelezea kwa urahisi, si ndio? Si mnajua tunakoenda? Habakuki aliambiwa iandike njozi, ukaifanye iwe wazi sana katika kibao. Ili nini? Soma. Anayesoma apate kuisoma kama nini? That he may run that readeth it. Make it plain upon the tables. Asome wazi wazi. Nani akiona maji hayajui maji ni nini? Akiona maji anasema haya ni maji, ni mma. Tukiona maji tunayajua. Tukiona maji tunaelewa kwamba haya ni maji. Unatakiwa uzungumze maono yako, watu wayaelewe hata kama ufanani nayo sasa. Mimi niwaambia, yani sitaondoka duniani bila kuajiri watu kwa uchache sana 100,000. Nimesema mara nyingi, nimesema kwenye ibada za live. Najua kuna wengine wananiona chizi. Unajua level ya kuajiri watu 100,000 ni level za kina Moi hizo. Ndio anakuwa anaajiri watu angalau 100,000. I will employ watu 100,000 wenye ajira za moja kwa moja. Yaani kupitia uwekezaji wangu mimi, mwisho wa mwezi kipindi ya geje wanalipwa watu 100,000. Atasema huyu mchungaji sasa anakoelekea amekaribia kumruka. Yaani niko fiti, ninakumbuka hazijaniruka. Jina langu ni Daniel Mulesi, mke wangu ni Deborah Daniel, nina watoto 3 kwa neema ya Bwana, wote ni kinadi. Yaani ninakumbuka na majina ya washirika nakumbuka, na nakumbuka ni mchungaji wa Shekina Kunduchi. Hazijaniruka, niko vizuri na nitaajiri watu 100,000 kabla sijaondoka duniani. Sikiliza. Faida ya mimi kuwa na uwekezaji wa aina hiyo, hakuna mtu atazuiliwa ibada anayefanya kazi kwangu. Hata kama ni kiwanda ni masaa 24.
watakuweko wa shift. Kwa hiyo wiki ya kikosa, yaani wiki ile hakuna mtu atazuiliwa ibada. Lakini nikifika mahali nikasema Yesu anatenda, watu watanielewa, wanaona na matokeo. Serikali itaelewa, inaona na matokeo. Kuna maeneo injili yetu haieleweki kwa sababu matokeo hayapo. Unaona nini? Shawakataza hii habari ya mtu anakuja, mimi nataka nijenge nyumba yangu moja hapo, nikishakufa mtoto wangu anarithi hapo, si basi, au nyumba ni yangu mimi, nishajenga nimemaliza. Mtoto naye atahangaikia vitu vya kwake huko. Wewe ulisoma wapi kwenye Biblia? Pesa mali na urithi mtu upata kutoka kwa babaye. Tena tunaachia urithi wana wa wana, mlekwa. Tena kama nyinyi wachungaji vijana, nyinyi vijana nao walea sasa hivi mna kazi, kwa sababu nyinyi lazima mfanye makubwa kuliko mimi. Yaani hata kwa vikao nitawaita ofisini, una mpango gani? Unawaza nini? Ufike wapi? Iweje? Mwaka huu nitawaita wengi, nikiona tu sijaelewelewa njoo nieleze. Umefikia wapi? Na nitakufuatilia unataka ama utaki. Ndio maana ya mchungaji. Yaani mimi bila kunialika nitajialika. Njoo, unawaza nini? Umefika wapi? Na tunapoelekea kwa baadaye kanisa litakapokuwa kubwa, tutakuwa tuna advisory board. Watu washauri wa kanisani. Itakuwa na professional wa kila aina. Kila mwenye profession yake atakuwa member humo. Kwa hiyo nikitaka mtu anahitaji ushauri wa kibiashara, kuna wafanyabiashara wazoefu wako huko kwenye hiyo advisory board. Sio kuna watu gani wako. Nayo itakuwa ni idara ya kushauri tu watu namna ya kwenda kimaisha. Counselors wa maana, kwa sababu lazima wana wa Mungu watoke wawe wale watu ambao Mungu amewakusudia. Hayo ni maono yangu yananiteza na itakuwa. Bwana sifiwe. Ndio maana idara ya uchumi wamezingua, niliwapa maono, wakasema wameyachukua. Niwape muda wa kutekeleza, wamezingua, nimeivunja, watachagua uongozi upya. Waende kwa mujibu wa maono, hawataki nitavunja tena. Mpaka ikae sawa. Kwa sababu kama kanisani hatuna suluhisho la kifedha, tunataka mtu akalipate wapi? Ndio maana watu wanapewa mahela ya masharti. Fungueni macho walokole, acheni ushamba. Maono. Watu wanasema ukileta mambo ya hela kanisani unaua kanisa. Nani alikwambia? Ayubu alikuwa na mihela ya kutosha, alikuwa mcha Mungu, aliyemcha Mungu na kuepuka uovu. Ayubu na mihela yake, Daudi na mihela yake. Mbona hakumwacha Mungu? Sulemani mwenyewe alirudi kwa Mungu. Alipotea akasema yote ni ubatili mtupu na kujilisha upepo. Heri kumcha Bwana. Kamaliza vizuri. Ibrahim baba yetu wa imani kwa tajiri wa maana. Wapi ukileta hela zinaitiliwa? Hela na Mungu wanagombana wapi? Nikuulize. Yesu mwenyewe aliitisha hela kwenye mdomo wa samaki. Uone niambie zina ugomvi na Mungu. Tulipokea imani vibaya hii. Sema nafuta mapokeo mabaya. Katika jina la Yesu. Watu wanawaza umaskini utakatifu. Na alikwambia ukiwa maskini utakuwa na wivu tu. Ukiwa na maskini utawaza vibaya. Utalalamika. Saa nyingine utamlalamikia hata Mungu. Yaani mimi nakwambia, yaani naamini moyo wa mtu unafunguliwa hapa. Sisemi haya mambo bure. Bwana asifiwe. Kuanza kwenye umaskini sio shida. Wote tunaanzaga hamna kitu. Lakini lazima tufike mahala panapoeleweka. Lazima Yesu atukuzwe kupitia maisha yetu. Mungu aliyemnyanyua Yusufu, Yusufu alienda nchi ya ugeni akiwa mtumwa, hana chochote zaidi ya nguo zake. Ameondoka akiwa waziri mkuu. Ana mali za kila aina. Jamani amina. Mtu ambaye alienda hana kitu. Nafikiri kutokuwa na kitu ni issue. Tena Mungu ndo anapenda watu wasio na kitu ili ajitukuze kupitia kwao. Habakuki aliambiwa, na mimi ndo nawamegea maono haya sasa. Tunapanda viwango jamani. Bwana asifiwe. Habakuki aliambiwa ile njozi iandike, uifanye iwe wazi kidogo katika kibao. Sana. Sio kidogo. Uifanye iwe wazi sana. Ili asomaye apate kuisoma kama maji. Sasa ilikuwa ni njozi, haijawa. Lakini anataka kufanya nini? Aiandike. Kwa hiyo Mungu ni wa yale yasiyoonekana.
Ndio maana anasema heri anayeamini pasipo kufanya nini? Kuona. Tomaso alienda akamwambia, njoo gusa shimo hili ubavuni hapa, gusa na ila mkononi, gusa ni mimi. Akagusa, akasema Bwana wangu. Ndio anashtuka. Yesu akamwambia heri hao walioamini pasipo kuona. Habakuki hajaona, yaani hajaona katika mwili, ameona tu njozi. Mungu anaambia andika. Huyo ni Mungu. Wewe ni nani ambaye unapinga mambo ya maono, unapinga mambo yasiyoonekana? Ni nani? Ni type ipi? Kwa sababu wana wa Mungu wanafanya kama baba yao. Baba yao Mungu ndio anawaelekeza, andika njozi. Yaani sisi ni watu wa njozi. Pokea kuona njozi za kiroho katika jina la Yesu. Wewe ni mtu wa njozi. Ndio maana jana tuliomba hata uwezo wenyewe wa kuona upanuke. Katika vitu ambavyo nawaambia kila siku, mimi sijatumwa kwa ajili ya watu ambao Bwana ameshawatengeneza peke yake. Hao Mungu atawaleta labda wanisaidie kazi. Mimi nimetumwa kutengeneza watu waliokuwa hawana jina kabisa, hajulikaniki, kuwa mtu wa maana kabisa mwenye jina. That is my calling. Na sitafuti sehemu ya mimi. Katika wachungaji wa waombi Mungu awape washirika wenye magari, wenye hela, ni mimi. Hao Mungu wenye hela akitaka kuwaleta awalete, sijakataa. Kwa sababu mimi nachunga roho zao, kwa nachunga hela zao. Mimi na shida na roho zao. Lakini ninaamini katika hawa Mungu alionipa, hawa kwa hali yoyote walionayo tunanyanyuka na wao. Jamani, amina. Hawa maono. Niwasimulia viongozi. Bishop mmoja aliniambia, pale Kunduchi kwa injili unayohubiri wewe na ulivyo hivi, pale hapana. Wewe unatakiwa uwe Masaki, Mikocheni, Salasala. Kamsikiliza, nikacheka. Nikamwambia kwa aina ya wito wangu Kunduchi panalifaa. Eti anapoona huku Uswahilini, sitaki kuwa Uswahilini. Natakiwa niwe Uswahilini, nipabadilisha Uswahilini kwa uzunguni. Ngojea kijiji cha Yesu kitakachoibuka hapa. Utajua tumeitwa ama tunatania. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa ukiwa una maono utayumbishwa kweli. Na wakati wanaongea hayo hapa kuna vita ya maana. Sema lakini kama kaa hekima hivi. Kaa kweli kama usoboto. 2018 mtu aliniambia, alikuwa Marekani, Mkenya fulani, akaniambia, kwa maisha unayoishi Tanzania, mimi ukitaka nikusaidie kuishi Marekani nitakusaidia. Nikamwambia ala, akasema ukija mwakani jiandae kuja jumla. Nitakuwa nimeshanunua nyumba hapa Marekani. Alikuwa ndio yuko kwenye mchakato. Akasema mimi nikishanunua nyumba utakuja utakaa kwangu, utaanzia maisha kwangu, pambania, baadaye utaleta familia yako. Mimi Dani Mulesi nikashukuru kwa fursa ya kuhamia wapi? Marekani. Kweli kwa neema ya Mungu nimekata umande kidogo. Nisingefanya kazi za kipuzi, ningepata kazi nzuri. Lakini moyo wangu mimi na Bwana alivyonisemesha, mbona wito wangu sio wa Marekani? Mimi kwa Waswahili wenzangu hapa, tupashane akili, tuwe watu wa maana. Hizo ndege tupande tuende Marekani tuhubiri, tufanye biashara na kurudi. Amen. Sio nikimbie niende. Alafu hao Waswahili Mungu alionitia nimwachie Dani, kwa mfano Pastor Joyce na mwachia Dani. Mimi Kagoma nikarudi kabisimulia mke wangu. Kaambia bwana kuna mmoja mbili tatu. Lakini moyo wangu mimi hata haupo. Na hapo nimepigika, sio kwamba sio kwamba kinaeleweka, yaani hapo tuna mpito. Bwana sifiwe. Mwaka jana alikuja mtumishi wa kuna fursa, unajua unakusanya tu hela ukinunua nyumba Canada, unapata ukazi haraka haraka ukionyesha tu unaweza kununua nyumba. Kwa kusanya hela, kifika kiasi cha tena ununue yote, unanunua hata kwa mkopo. Na hivyo wewe umesoma utapata kazi. Nikawaza mimi Canada, mbona moyoni vinagoma? Kwa sababu maono yaliyopo yananipa kujizuia. Yaani mimi na Canada havisomeki. Vitasomeka kwenda na kurudi. Hapa mimi anayenipigia simu ya kusafiri kwenda
kwenye kongamano, sijui kwenye nini, kwenye mambo hiyo sawa. Jamani, amina. Hiyo sawa, lakini nihame, imegoma, siwezi kuhama. Maono yakiweko, huwezi kufanya chochote ukayumbishwa. Na ninakuhakikishia mwisho wangu utakuwa mkubwa kuliko hao wote walioniwazia si kwenda kuwa wapi, si kwa wapi. Mimi naungoja ule wakati ambapo tutaenda kutoa misaada Amerika ya Kusini. Amen. Yaani tunaenda kupeleka msaada nje. Watu waliopigika tunaenda kuwasaidia. Hivyo nafikiri Marekani hamna ombaomba. Wako wa kutosha. Wa kutosha. Nilikuwa na pastor, nilikuwa na bishop babako. Tukawa tumeenda kuzurura. Tusianze kuomba naomba kwa ikabidi tuwanunue. Atakula ni shida kabisa. Kuna watu wanasema bwana ningekuwa mbwa Marekani, hujui unachoomba, hayo ni matusi kwa Mungu, nenda katubu kabisa. Katubu kuanzia sasa hivi ninavyoongea na wewe. Tubu kabisa kama uliwahi kusema unataka kuwa mbwa Marekani. Eti mbwa Marekani analishwa vizuri. Nonsense. Hiyo ni dalili ya kutojua kusudi. Haleluya. Soma mstari wa 3. Njozi huwa inakuja, I'm going deeper, lakini ni ya wakati ulioamriwa. Katikati ya wewe kuiona njozi na njozi kutimia pana mengi, lakini usitupe ile njozi. Biblia inasema wala basi msitupe ujasiri wenu, maana una thawabu kuu. Yaani njozi ipo, lakini katikati ya njozi kuiona na kutimia imbombo. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka, yenyewe itaendelea kufanya haraka. Yaani hatima yako inakutafuta, hatima yako inakukimbilia. Swali, unaiona? Kuna wengine mlikosea. Umeingia kwenye ndoa ambayo hukutakiwa kuingia. Umeingia kwenye mahusiano ambayo hukutakiwa kuingia. Umezaa mtoto unayemwita mtoto wa bahati mbaya. Sikiliza, hakuna gawa bahati mbaya. Pamoja na lile kosa, ukirudi kwa Bwana ukaitazama hatima yako, unafika ndugu yangu. Yesu anaanziaga popote maishani mwako kukufikisha kwenye hatima yako. Jogeri, chukua hiyo. Yesu anaanziaga popote kwenye maisha yako kukufikisha kwenye hatima yako. Hakuna kosa haliwezi kusahihishika. Utaki kamuuliza Samson, aliingia kwa Delila akakosea. Yaani lengo la kusema hivi sio nikakutume ukosee. Sio hivi. Lengo la kusema hivi ni kwamba yale makosa uliyoyafanya nyuma, badala ya kubaki unayajutia, anzia hapa ulipokutana na hii kweli kwenda mbele kwa mafanikio. Jamani, haleluya. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, lakini inafanya haraka kufikiria mwisho wake. Inaendelea kusonga kufikiria mwisho wake. Kuna vipindi vya kulia, lakini njozi inaendelea kufanya haraka na itafika. Kuna vipindi vya kubanana, kuna vipindi vya kulaiwa, kuna vipindi vya madeni ulikopa kwa ajili ya maono na umebanana. Pamoja na hayo, ile njozi itaendelea kufanya haraka. Bwana asifiwe. Wala haitasema uongo. Nampenda Yesu. Mungu sio muongo, haitasema uongo. Kwa maana Biblia inasema mwenye haki huanguka hata mara 7 akainuka tena. Yaani kuna wakati inaonekana kama hamna kinachotokea, kama hamna kinachoendelea, hakuna dalili tena, hakuna mwelekeo tena. Huo wakati inapoonekana hakuna mwelekeo katika roho, njozi inafanya haraka, njozi inaendelea kufanya haraka. Tunadaiwa milioni 420, michango ya kanisa haizidi milioni 3. Njozi inaendelea kufanya haraka, njozi inaendelea kufanya haraka. Nitaendelea kusema mpaka tutakapokuwa tumemaliza na tutapanunua.
Na mtu asiniambie tunafeli. Nishakwambia kama umepanga kuja kunishauri kufeli, baki na ushauri wako, sitausikia. Ila ukija nitakuheshimu kwa sababu mimi ninaheshimu kila mtu, nitakusikiliza. Na ukimaliza nitakwambia asante na tunaendelea kununua. Msimamo huko. Malizia mwenyewe. Msimamo huko. Kwa sababu njozi haitasema uongo. Ijapo kawia, ingoje. Inaweza ikakawia, lakini ngojea. Inaweza ikaonekana haiji, lakini endelea kungoja. Inaweza ikaonekana kama imepotea, lakini endelea kungoja. Ijapo kawia, ingoje, kwa kuwa haina budi kuja. It must come. Haitakawia. Kwa sababu gani anasema haitakawia? Ni kwa wakati ulioamriwa. Haleluya. Simama hapo ulipo. Njozi ni kwa wakati ulioamriwa. Haitakawia, itafika. Ni kwa wakati ulioamriwa. Na wasikitikia ambao wanakosa hiki chakula. Mwenyewe ninakifurahia. I like the gospel that I'm preaching. Mwenyewe napenda injili. Mwenyewe nakula hapa, moyo wangu unalishwa na Roho Mtakatifu. Sema Bwana Yesu, maisha yangu sio ya kupotea. Kwenye haya maombi ya leo nataka tukiri kinyume na yale mawazo ya kupotea, ya kuishia njiani, ya kufeli, kwa sababu ndio kitu Mungu alikuwa anashughulika nacho na Habakuki. Sema katika jina la Yesu, mimi sio wa kuishia njiani. Mimi sio wa kupotea. Mimi sio wa popote wala wa vyovyote. Mimi ni mwana wa Mungu. Nimebeba kusudi la Bwana. Nimekuja duniani kwa kusudi la Bwana. Nimeumbwa kwa kusudi la Bwana, tena kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Katika jina la Yesu ninakataa kila wazo kwamba sitafanikiwa, kwamba sitafika, kwamba sitapenya. Ninalikataa katika jina la Yesu. Bwana, maono ulionipa, maono utakayonipa, ulionisemesha, ninayapokea, ninayaamini kwamba mimi ni mtu mkuu, nimebarikiwa na ninao uwezo wa kushinda, zaidi ya kushinda, kinyume na historia ya ukoo, kinyume na mazingira yangu, kinyume na walivyonizoea. Mimi ni mshindi. Mimi sio wa kuzuiliwa. Asante kwa njozi, asante kwa maono, asante kwa maono. Nakupa dakika 2-3, mshukuru Bwana kwa maono aliyokupa. Mshukuru Bwana kwa yale aliyokusemesha mwaka huu. Yataje kabisa kwenye uwepo wa Bwana. Yataje kabisa yale yote ambayo Bwana amekusemesha. Mwambie Bwana asante kwa njozi. Alafu tutaendelea na maombi. Mshukuru Bwana kwa kila alichokusemesha. Fikiri kwenye uwepo wa Bwana. Fikiri kwenye uwepo wa Bwana. Fikiri ahadi za Bwana. Kila uwezo wa Bwana. Ipanda ambia baba. Emona bitisima na bila. Tuwenda la bila. Feta limani babilona. Emona asante kwa Bwana. Mashetani baya. Ikala mashetani ndao. Kaya mashetani. Kaya kana makomba. Sotuweza kuweza. Unatosha.
Sema ya Bwana, wakati mnangoja, wakati ulioamriwa, wakati uliokusudiwa, wakati ninasubiri majira yako, ninajua njozi yangu, maono yangu yanafanya haraka kunifikiria, yanafanya haraka, yanakuja, yananikimbiza, yananifuatia katika ulimwengu wa roho. Kila kauli niliyojisemea kinyume na maono yangu ninaifuta leo madhabahuni pako, katika uwepo huu ninasema kauli inayoniunganisha na maono yangu na mwisho wangu na hatima yangu katika jina la Yesu. Hatima yangu, hatima yangu ile iliyokusudiwa, mwisho wangu ule uliokusudiwa, kiwango changu kile kilichokusudiwa, huduma yangu ile iliyokusudiwa, hali ya kiroho ile iliyokusudiwa, ufahamu wa kimungu ule uliokusudiwa. Ambatanisha na wewe katika jina la Yesu. Mwisho mwema ambatanisha nao, nitamkie kwa kadri Roho anavyokuongoza. Niambatanishe na kila jema ambalo Bwana amekusemesha, ambalo Bwana amekuamuru sana mpaka kwa uzao wako, kwa watoto wako. I feel the power of God right here. Nguvu ya Bwana inakurekebisha mahali hapajakaa sawa, ipo kuunganisha palipobomoka. Biblia inasema palipopagusa patakuwa pamenyoka. Kwa imani na kwa ujasiri nguvu ya Bwana inaunganisha hatima za watu, inaunganisha hatima za watu na maisha yao. Kuunganishwa na hatima yako hatima zetu tunaungana na mwisho uliokusudiwa, tunaungana na maono uliotupa, tunaungana nayo, hatutaachana nayo, tunataka kusimama nayo. Karakashatarera Shekina
nafasi unayostahili kazini ijaraba, unastahili kwenye kazi, kwenye familia ijaraba, katika jina la Yesu. Mwisho mwema wa watoto wao, njoo haraka. Mwisho mwema wa watoto wetu, jina la Yesu Kristo. Na mwisho Mungu alimwambia Habakuki, haitasema uongo ijapo kawia, ingoje. Nyanyua mkono wako. Sasa haya ni maombi tumetoka kuamrisha, mwisho utujie, mwisho ule mwema utujie, baraka ile njema aliyokusudia Mungu itujie. Kuna wengine Mungu ataanza kusemesha vitu kinyume kabisa na kiwango ulichozoea, kwa sababu umeuita ule mwisho mwema. Kwa hiyo Mungu atabadilisha namna unavyoona, atabadilisha namna ulivyokuwa unasikia, namna ulivyokuwa unalitafsiri neno, namna ulivyokuwa unalielewa neno, namna ulivyokuwa unatarajia vitu, namna unavyomwamini itabadilika katika jina la Yesu. Utaamini kwa upya yale ulikuwa unaona hayawezekani, utaona yanawezekana. Utaona kwa upya, utapata nguvu ya kuanza upya. Kama naona Mungu anawatia watu nguvu ya kuanza upya. Waliokuwa wameyatupa maono, unapewa nguvu ya kuanza upya, unapewa nguvu ya kupambana tena, unapewa nguvu. Yani utakuwa mbishi, hautakubali kushindwa kirahisi, hautakubali kukata tamaa kirahisi. Vilivyokuwa vinaonekana vimekufa vinafufuka upya. Maana haina Mungu. Bwana, nipe uvumilivu, ninaomba saburi niweze kungojea. Moyo wangu upe nguvu ya kungojea, upe nguvu ya kusubiria, upe nguvu ya kutazamia. Nafsi yangu pokea nguvu ya kumtazamia Bwana, ya kutarajia Bwana, ya kungojea Bwana. Nafsi yangu uishwe katika Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Utaona tena, utapambana tena, utasimama tena, unasimama kuanzia sasa katika jina la Yesu. Sema, nitapiga vita vizuri, sitakata tamaa, nitashindania imani, nitashindania hiyo hatima kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Kila changamoto, kila Goliati, kila changamoto iliyosimama mbele yangu ya kiroho, ya kimwili, na injia kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu ninaiangusha. Sitambui hali yoyote wala mtu yoyote wala chochote kama kizuizi cha hatima yangu. Ninaipokea hatima yangu, ninaupokea mwisho mwema, ninapokea saburi, ninapokea uvumilivu. Haya, maliza, jitamkie mwenyewe. Tunapomalizia, jitamkie mwenyewe kwa utatazamia, kwa utabaki hapo. Mambo tuyotamka kwa uwepo wa Bwana yanaandika muhuri juu ya mioyo yetu, yanaandika muhuri juu ya roho zetu, yanaweka muhuri juu ya maisha yetu. Tunazitarajia, tunazitegemea, tunatumaini ahadi yako. Baba, haitakawia, haitakuwa uongo. Ijapo kawia, utangojea. Unachojua ni ya majira yaliyoamriwa, ni ya wakati ulioamriwa, ni wakati ulioamriwa. Sikia neno la Bwana, kwa majira yaliyoamriwa, kusudi lako
atalitangaza jina lako. Bwana atalisimamisha jina lako. Bwana atakusimamisha mahali hujawahi kusimama. Bwana atakupenyesha mahali hujawahi. Kwa majira yaliyoamriwa mikononi mwa Bwana. Viongozi wa taifa kwa majira ya Bwana umewekwa wakfu wa Bwana jina. Utang'aa kama nyota ya asubuhi. Utang'aa kama nyota ya asubuhi. Katika jina lako litasifiwa litasifiwa nyumbani kwetu, litasifiwa kila pahala. Bwana amekuchagua raseta Baba, tunapokea viwango tunavyostahili. Tunapokea viwango tunavyostahili. Kwa sababu wewe ni Mungu amini na kweli. Wewe abasaika saibobo seke jerebo saiko. Sante Yesu, Bwana umetuwezesha, Bwana umetupa kuona, umetupa kuona. Wewe basi akaria umetupa kuona Bwana. Wewe basi kosi abotaya. Macho yetu yakatia neno, macho yetu yakafunguliwa, macho yetu yakafunguliwa, macho yetu yakaona, macho yetu yakawazi. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu ninasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Bwana sifa. Sharebos. Aliimba wimbo huu, alikuwa katika roho, akasema damu yake na sadaka nategemea daima, na yote chini yakiisha bado Mwokozi atanitosha. Njozi ile inafanya haraka. Una mume mkorofi haeleweki, mtamkie mema. Sema huyu ataeleweka, yani ni mume mzuri katika jina la Yesu.
mpaka hiyo njozi itakapofanya haraka na kuvaa mwili. Jamani, amina. Una watoto wamebadilika kimwenendo, wanene mema mpaka watakapogeuka. Bwana asifiwe. Biashara haiendi vizuri, itamkie neema mpaka itakaposimama, maana hiyo njozi itafanya nini? Haraka. Ijapo kawia, ingoje, maana haitakawia. Haina budi kuja, haitakawia. It's coming. Bwana asifiwe. Mungu anataka watu ambao wataona anavyoona ili aweze kufanya vile alivyokusudia. Amen. Tumefika mwisho wa maombi yetu siku ya leo. Mpe tena Bwana Yesu sifa kwa ajili ya jioni ya baraka ya leo. Wakati naandaa hizi prayer point kulingana na neno hili niliandaa utafikiri namaliza vyote siku moja. Najikuta wala siwezi kwenda. The more zaidi tunavyoenda tunazidi kwenda deep. Nikwambia mwaka huu ni wa kupanda viwango, tunaenda. Mwambie jirani tunaenda kina zaidi.